sikuwahi kuwaza kwenye dance kiukweli. Mimi naenda pale na tight yangu au pensi, mimi naruka tu sarakasi. Yaani nyimbo haijalishi unapiga nyimbo design gani. Mimi ni sarakasi na shake. Kuna mchumangu aliniambia anataka kuniacha. Wewe. Lakini ndio hiyo kama kujiua, ila nilijiegesha. Yaani nilijua kabisa hapa nikiruka. Yaani umejeka katikati. Nikiruka hapa siwezi kufa. Sasa hicho sikivuli rafiki yangu. Hebu nipe maswali ambayo yatanichangamsha. Usinipe maswali ambayo unajua hayo mimi nitajibu kila hivi. Mama Karen. Mimi don't care. Alright, ni siku nyingine tena leo tunakutana kwenye ET and Talk Vibe. Of course, inaweza kama bado huja subscribe pia, inakawa nenda sasa hivi pale YouTube, subscribe, lakini pia nenda Instagram, TikTok, follow kama ET and Talk Vibe. Sasa leo tupo na story kibao na nipo na mdada mmoja ambaye ni pambe kabisa, unasema pambe, of course. Ana vitu vingi ambavyo anaifanya huko mamijini Instagram, mamijini TikTok, kwa sababu watu wengi pia wanafurahi kupitia yeye. Ukisikia Mama Karen, sikia Mama Karen, nini na nini huko Instagram, kila mtu ni Mama Karen. Mama Karen, mambo vipi? Poa. Fresh kabisa. Fresh kabisa. Mbona tia unyonge wakati haupo hivi? Nimefurahi kabla yote kwanza mmenifresha kipindi chenu mambo haya ya kula yani ndo. Wewe unapenda kula? Kosa nini? Sheria si ndio hiyo hapo kwamba ukija hapa kuna eat and talk, unakuja njaa lakini unaondoka umeshiba. Anasema rafiki wenyewe umetundalia msosi wetu kama huu hapa, sisi tuna enjoy chips, makukukuku, ndio vitu vyetu vya hapa. Sasa yupo kwanza Mama Karen. Karen anatoka lini kwanza? Maana kila siku yupo tu tumboni. Karen kwa kweli ni mipango ya Mungu. Bado tu anazurura. Ana miezi 8 kwa tuendelee kuomba Mungu. Ifike tu nijifungue salama. Lakini kwa miloko ile atatoka salama kweli. Si ndio madaktari wanashauri tufanye mazoezi. Kwa mfano ni kama niko tu nafanya zangu jogging. Mazoezi ya kuruka susa sio umeenda kwa fundi sijui anashona nguo umeruka sijui. Kwa nini sasa ataruka hadi atapendeka juu chini? Baba Karen jamani anapiga simu. Kwa nini muda huu? Baba Karen anapiga simu saa hizi tena? Baba Karen tulia basi. Si tu shoot saa hizi unapiga simu kama anarudi kwani umesikia anarudi. Kwa hiyo tunampokelea au tunafanya? Ndio kidogo. Oya mwanangu. Baba Karen. Swali. Ndio kwenye interview hapa kidogo huku nakula. Nipo kwenye interview kuna kula. Interview hiyo nakula. Ambaye unakula nani? Kuku na chips. Nakula chips na kuku. Hamna, ni kwenye interview nakula chips na kuku. Kwa nini mbona uelewi ndugu yangu? Mama basi atupe kidogo muda tumalize. Bora Baba Karen nimwambie mwanae yuko salama kabisa. Sio. Umeenda mbali. Nipo kwenye nakupigia nipo kwenye interview nakwambia. Lakini kwa nani mzigo wake? Si shemeji yupo lakini unaona. Sio, tuna vitu vingine vya kazi. Sisi ni mdau tupigane kazi. Okay. Sawa, sasa nataka kwanza kujua chanzo cha kukutana wewe na Baba Karen, kwa sababu imekuwa ni ghafla kumwona si Mama Karen yupo na Baba Karen. Kwanza chemistry yenu ilikuwaje mpaka mkakutana wewe na Baba Karen? Cha kwanza nadhani ni Mungu. Yes. Cha pili ukiongelea kwenye namna ya kukutana, mimi na Baba Karen nakumbuka mara ya kwanza aliombaga namba yangu kwa Baby Drama. Kwa sababu alikuwa na show yake Mlimani City. Kwa hiyo baada ya kuchukua namba yangu akanipigia, tukaenda tukafanya kazi kwa mara ya kwanza. Baada ya kufanya kazi yake vizuri tukajikuta tunaendelea kufanya kazi kwa sababu alikuwa na hiyo project yake inaitwa The Guy. Yes. Kwa ikanibidi na mimi niingie hapo. Na chemistry yenu imekuwa noma sasa hivi. Kila mitano anakuimba Mama Karen, wimbo inatoka lini inatoka lini. Hii idea ya Baba Karen na Mama Karen kwanza ilikuwaje mpaka mkaja na kitu kama hicho hapo? Yaani mara ya kwanza sasa mnaiweka mkasema mbona hichi ni kitu, ilikuwaje kwanza? Mara ya kwanza nakumbuka sisi tulishuti tu bila kuwaza kama itapokelewa kwenye namna. Tulikuwa tunajua itaenda lakini hatukuwaza kama ita pop. Hiyo Mama Karen. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo tukaona kumbe hii ina kitu. Kitu. Basi tuendelee. Kwa ndio hivyo.
Sasa mimi nataka kujua pia kitu cha kwanza. Tulianza kama dancers. Yeah. Si ndio? Ama tulianza kama waigizaji? Kama dancer. Na watu wengi pia walikuwa hawajui kama kuna upande huo ni mbaya vibaya mno. Wanakuja kule comment. Ilikuwaje kwanza dancers ikaja ukahamia sasa kuna uigizaji? Before mimi unajua sikuwahi kuwaza kwenye dance kiukweli. Yeah. Mimi mara ya kwanza ndoto yangu ilikuwa kwenye uigizaji na nilikuwa wakati niko mdogo nilikuwa nagombana sana na babangu. Yaani mimi nikisikia kuna kundi hilo, kuna uigizaji, unajua makundi ya mtaani. Yeah. Yaani mimi nipo. Umo. Kwa mwisho wa siku na rafiki yangu anaitwa Omari. Yeye ndio kwa mara ya kwanza aliniona, akajua talenti yangu. Nakumbuka alinionaga kwenye vigodoro. Ile muziki ya mitaani hiyo sasa. Alikuwa anapenda yeye. Umo ndio tafuna una kijola na kishikilia hivi. Yaani hiyo mimi sio kijola, mimi naenda pale na tight yangu au pensi, mimi naruka tu sarakasi. Yaani nyimbo haijalishi unapiga nyimbo design gani. Mimi ni sarakasi na sheki. Yeah. Kwa hiyo alivyoniona pale akaniambia, "Mbona kama unaweza kudance?" Yes. Kaambia, "Hapana. Unaweza hivyo nini?" Akaniconvince mpaka tukaenda THT. Yeah. Kwa hiyo nikajikuta baada ya kuona nafanya kazi napata pesa, nikaona okay, inawezekana hii ndio ikawa upande wangu. Kwa hiyo nikajikuta nimezama huko. Nataka kujua pia una balance vipi kazi ya uigizaji na kudance? Kwa sababu sasa hivi naona huko mara umecheza mabolingo, huko tunasema makaleni kaluka job, si kaluka nini. Nataka kujua una balance vipi katika kufanya hizo kazi kwa pamoja? Kwa upande wangu kwenye namna kutafuta riski, yes. na muda wa kutosha mwingi sana. Yaani mimi kubalance dance na comedy. Na muda mwingi. Sababu ni kitu cha dakika moja. Na napenda, yaani sifanyi kwa kulazimishwa. Yes. Nafanya napenda. Mimi naweza tu nikakaa, nikaona nyimbo, nikapata vibe muda huo. Nataka kushoot nikashoot. Yes. Nikakaa, nikawaza idea, nikaona mbona kama ina kitu, nikapigia washikaji zangu, tukaje tukafanya. Hivyo kwa hiyo nafanya napenda, ndio maana haileti ugumu kwangu. Okay. Kwa mtazamo wako nataka uniambie pia mafanikio ya kweli ni nini? Yaani ukiambiwa sasa huyu mtu ana mafanikio. Yaani mafanikio ya kweli kwako unayatafsiri vipi ama unaelezea vipi? Kama mtego. Sitaki kuzungumzia watu, nazungumzia mimi. Yaani kwako mtazamo wako wewe, yaani sio kama kwangu mimi mafanikio ya kweli ni kuwa na amani ya moyo wangu. Sasa kuwa na amani ya moyo, mimi naamini hiyo ndio mafanikio yangu. Mafanikio yako ni kuwa tu na amani ya moyo. Yeah. Au unazungumzia kwenye upande wa utajiri huko? Kwa sababu mafanikio ni utajiri. Unaweza kusema uko na amani ya moyo. Lakini amani pia ni utajiri. Sasa amani, kuna watu wanaitafuta hiyo. Kwamba kuna mtu anatafuta amani afu ana hela. No, kuna mtu ana hela lakini hana amani. Kwa hapo tuishi wapi? Na kuna mtu hana pesa na ana amani. Kwa sababu tuishi wapi unaona? Kokote bwana, unapoona mtu unaweza kuishi. Wote tunaishi. Wote tunaishi. Najua sisi binadamu tunapitia mambo mengi ambayo sometimes yanatufanya tuchoke na tukate tamaa. Yeah. So mimi nataka uniambie ni kitu gani ambacho kilikufanya uhisi mbona kama yaani ukachoka sasa, ukakaa chini ukasema ukatamata, yaani ukahisi hadi kukata tamaa. Lakini ukaendelea kupambana hadi ukafika hapa ambako upo sasa hivi. Kwenye upande wa dansi, yes, ndio sehemu ambayo naweza kuzungumzia baadhi ya changamoto ambazo zilinitokea. Hazikunifanya ni shindwe, nione kwamba siwezi. Ila ziliniumbisha na zikanipa nguvu kuinuka upya na kuwa na nguvu zaidi ya mwanzo. Nice. Changamoto ya kwanza kwenye upande wa dansi, wakati naanza nakumbuka nilienda THT, wakanipokea vizuri, wakanisifia nini. Baada ya wiki 2 ukatoka mchujo, wakatakiwa watu wapunguzwe. Hapo ndo kwa mara ya kwanza nakumbuka naingia kwenye dance hapo na kama wiki 2 hivi. No. Wiki 2 mwezi, yani wiki 2 kwenda THT, alafu na kama wiki 1 huko nyuma. Yes. Kwa hiyo kwenye mchujo na mimi nikawepo. Yes. Nikatolewa kwenye mchujo kwa maana natakiwa nitoke. Yani ni kitu ambacho pengine kama nisinge fight kuomba, kwa sababu nilibembeleza, nikaenda nikamfuata dada Ray Jones na kupenda sana dadangu. Yeye ndo alinipambania nikarudi tena. Kwa hiyo kukosa hivyo pengine ile ingenifanya nini kwamba sasa mbona kama meyusho, ingenifanya niache. Hiyo changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, nakumbuka kuna kipindi nilikuwa kwenye timu
moja hivi ya dance ambayo ilikuwa inatoa watu Tanzania inasafirisha kwenda nje ya nchi. Kwa hiyo kulikuwa na changamoto nyingi, na changamoto nyingine ilifanywa na watu wangu wa karibu ambao sikuwahi kuwaza kama wanaweza kufanya hivyo vitu, kunifikiria fitina kwa bosi, kutolewa kwenye kazi bila sababu. Na hivyo vitu vingi tu, ni vile tu sometimes sipendaki kuvizungumzia kwa sababu nishaviachaga hivyo. Na vina ukifikiria vinakuumiza kwa kiasi fulani. Vinaniumiza lakini pia vinanipa nguvu yani. Kwa sababu kwenye moyo wangu naamini baadhi ya watu ambao walikuwa wananitendea vitu ili ni give up. Ndio wao ambao naamini sasa hivi hawaamini kama mimi naweza kufight. Yaani nimeweza kufight kufika hapa nilipofika. Sijafika mbali lakini at least yani ninaweza, kuna mdada nyumbani anatamani labda kuingia kwenye dance au anatamani kuingia kwenye comedy. Naweza kupitia mimi nikamconvince akawa na hiyo nguvu, akaona kumbe inawezekana. Nataka uniambie kupitia situation ambayo umekutana nayo hiyo, ulijifunza kitu gani sasa? Sababu unajua kila kitu ambacho tunakutana nacho katika maisha vinatufunza na kutufanya tuzidi kuwa imara. Sasa nataka kujua ni elimu gani ulipata kupitia hiyo kitu ambacho ulikutana nacho. Nilijifunza sio kila tabasamu linatoka moyoni. Yaani sio kila anayekuchekea anamaanisha. Kuna mtu anaweza kukuchekea usoni lakini moyoni mwake ana furaha kabisa na wewe. Kweli kuna vitu vingi na mimi sijifunze kwa sababu hata mimi pia nipo katika hiyo kwamba watu wetu wa karibu wanatuangusha sana. Kwa story ambayo ameelezea Mama Karen, nikakwambia kwamba kuna watu ambao walikuwa ni wa karibu wakaenda kumchomea kwa Bosco. Wewe ambavyo unapambana, una hustle, pambana kwa jirani, jipambanie peke yako kwa sababu huwezi jua ni nani ambaye anataka uende na nani ambaye hataki uende. Sasa pia nataka kujua kwako Mama Karen. Watu wengi sasa hivi hawafikii ndoto zao. Unafikiri ni kwa nini yani wanafeli hapa katikati? Pia inaweza pia kuna watu walikuwa unatamani kufikia. So nataka pia uniambie masuala ambayo ulikuwa umekufarisha. Unafikiri ni kwa nini watu wengi hawafikii ndoto zao ambazo wanatamani kuwa? Mimi nadhani ni kuwa na haraka tu. Na kutokuamini wakati sahihi wa Mungu. Wakati sahihi ukifika, haijalishi ni changamoto gani, upo kwenye wakati gani, una changamoto gani. Ukifika tu yani sijui nielezee nini kwenye hiyo, nashindwa jinsi ya kuexplain lakini hivyo wanashindwa kuvumilia. Uvumilivu. Subra. Subra yao ni ndogo. Nadhani kwenye hiyo, lakini ukiweka juhudi ukamuomba Mungu kila kitu kinawezekana. Mungu amwachi mpambanaji. Sure. Tuendelee kupambana jamani. Mama Karen sasa mwenyewe anaongea hivyo. Kumbe naye watu wanapambana kweli. Bado mimi binafsi mimi bado napambana. Mimi bado jamani, yani bado sijafika kabisa. Kwa hivyo tunavyoviona ni kama cha mtoto. Bado kuna vingine sio cha mtoto. Unajua kila mtu ana ndoto zake. Kwa mimi kwenye ndoto yangu bado sijafika. Bado unaisogelea. Bado najisogeza. Kitu gani ambacho kinabaki kwenye kumbukumbu? Yaani kinakuwa kama ni kumbukumbu ya maisha yako kabla hujua sasa hivi Mama Karen ambaye tunamuona au Shamira ambaye tunamuona sasa hivi, kumbukumbu gani sasa hivi imebaki nyuma kabla hujawa sasa hivi tunamuona Mama Shamira? Na kumbukumbu nyingi. Hiyo sasa nataka mtu pale akitazama anasema yes, hiyo kumbukumbu ni haki ibaki kwenye kichwa chake siku zote. Na nyingi rasmi niseme hivi hapo. Hiyo nataka mtu yani yenye furaha au ambayo inanihuzunisha. Yaani nataka mtu anotazama pale Eat and Talk Vibe ajifunze kupitia kumbukumbu yako. Kumbukumbu kubwa ambayo mimi niko nayo labda maisha ambayo niliishi zamani huko kwenye familia yangu. Yaani maisha ambayo unajua mimi nimekulia kwenye mazingira yani sijui nielezeeje, sijui niseme ni ufukara. Yaani ni mazingira ambayo ikitokea mkala yani hiyo ndo nadhani ndo kitu kikubwa sana ambacho tulikuwa tunakiana. Ndio ile wali maharage mpaka sikukuu. Wali maharage hiyo ukipata tu yani siku umepika labda ugali tu mandondo. Noma. Mimi nakumbuka tu kwa bibi yangu alikuwa anapenda marehemu bibi yangu rest in peace. Anapenda anapika dagaa hivi. Wanakuwa kama
Yaani ni wadogo 30 wangapi afu maji mengi. Ule kuna kwetu sisi tunaita msuzi mwingi. Maji mengi hapo tuko familia kama watu 14 10 ngapi hivi. Yeye ndo anakula ugali mchuzi unakuja kuambia huko. Afu ugali huo umesongwa kama nusu hivi au nusu na robo. Kwa hapo yani hapo pambania. Kwa gombania goli hiyo. Kwa hivyo kumbukumbu kubwa ambayo niko nayo ni ya maisha ambayo nilitokea huko. Nioni kwa hata kuna namna changamoto zikija, yani naona kwamba ni kama zinanipa nguvu ya kuendelea kupambana kwa sababu nimepita kwenye maisha ambayo sitamani mtoto wangu apitie. Kwa hiyo na fight kuhakikisha kwamba mwanangu, familia yangu, yani kwa hiyo yananipa nguvu sana. Na naamini watu wengi sana wanatokea kwenye hizo familia. Familia nyingi zipo hivyo. Sema ni vile tu tukija kuonekana sasa hivi tunaonekana ashua wakati shua tunatengeneza wenyewe. Ukipewa nafasi ya kurudisha maisha nyuma, unafikiri kitu gani usingetamani kijirudie tena? Na kitu kimoja sitamani kijirudie lakini nadhani siwezi kukizungumzia. Ni sana. Sitamani ni hicho lakini mama yangu anakijua. Mama yako anakijua. Mama yuko wapi sasa? Mama yangu yuko nyumbani. Huko. Mama yangu amejenga huko Lumo huko. Kwanza ni mtu wapi? Kabila. Yani ile sasa chimbo kabisa. Mimi hapa da. Mzalamu. Ndo maana. Mimi Mzalamu na Mtengeleko. Kwa yani Ndio maana michambo ndo kazi yako Mbeya. Ndio maana yani unajua ukiangalia zile kama kuna ile siku ile mtu tumeza hata hajamlenga yule unamwambia yule asiona hivi. Yani shida tu watu wakachambane. Kama katika walisia pia hivyo. Hapana. Siko hivyo. Katika walisia mimi yani kwanza napenda kuongea, napenda kukaa na watu, wafurahi wakiwa karibu na mimi. Lakini sio vile yani machambo, sio kuongea kwa sababu ile yani ile ni talent. Kwa vile na maisha yangu walisia ni tofauti. Sasa hapa nataka uwatetee wanawake pamoja na wasichana wenzako. Pia uwape elimu. Kama kuna msichana ambaye anataka kukata tamaa, anataka kufikisha ndoto zake na kufanya ndoto zake lakini anaogopa. Yani kuna msichana ambaye anataka kufanya yani kufikia ndoto kubwa lakini anaogopa. So nataka uwaelezee sasa wewe na utetee unamwambia nini sasa hivi? Cha kwanza, msichana, hamna kuogopa mwanangu. Mapambano ile mpaka kieleweke. Yani the way ambavyo unataka kukata tamaa, ndivyo ambavyo unatakiwa kukumbuka nyuma kuna watu wanakutegemea. Kama una mama, una baba, una mtoto. Yani amini kwamba wale wanajifunza kupitia wewe. Kwa hiyo ukidondoka wewe umedondosha kundi nyuma la watu wengi sana mwanangu. Tupambane baba. Jamani dada, pambaneni. Tunapambana. Nasema sasa hivi unajua madada wengi wanapambana sana. Siniambie. Madada wengi wanapambana. Ni sasa hivi hakuna dada ambaye unamkuta lezi tu amekaa nyumbani bila kitu cha msingi. Wale ambao sasa wanasubiria wazee wale wenye vitambi. Hakuna, nakwambia. Au sasa sijajua. Nadhani hao wana nafasi yao tu ambayo tunatakiwa tuweke kivyao. Lakini sasa hivi kila dada unayemuona ni lazima yeye anajishughulisha. Kuna watu wanauza viatu, wanauza nguo, wanauza yani wadada sasa hivi tumechangamka, tusubiri. Yani madada sasa hivi tutaki kauli ya goalkeeper, tuitaki kabisa yani. Nyema atakamjitafutia yeye. Unajua pesa ya kupewa ni tamu, lakini haimaanishi kwa sababu unapewa eti ukae tu usubiri. Ndio mwisho wa siku thamani yako inashuka, unadharaulika. Kwa sababu mwanaume anaamini bila yeye wewe uendi kokote. Kwa hiyo ndio maana wanawake wengi sasa hivi tumeamua kupambana. Yaani kwamba tunapambana, unatugea tupe lakini tuna cha kwetu. Kama unataka kwenda sepa, si wenyewe tunajiweza vile vile. Nataka tupige chess kwa ajili ya wanawake wote ambao ni wapambanaji. Kwa kweli. Ikiwemo wewe, si ndio? Mama Karen, tunywe kidogo. Bana, bado sisi tunaendelea kupiga story na Mama Karen na tupo zetu rafiki, tunaenjoy misosi, majuisi makali kama hapo. Shangu ya juisi kama hii sina ina vitu gani ndani. Sisi tunaenjoy juisi ya DM kama hizi hapa. Sasa Mama Karen. Kwanza nataka uniambie ile vitu ambavyo unafanyaga kwanza na Juma. Yule mwenyewe sasa anamiliki Jamila. Anasema shit. Nimesha kuna rafiki yangu ata Jamila kwa Shamira. Yeye mwenyewe kwanza yeye yani haikuletea changamoto yoyote kwake.
Cha kwanza ambacho tunatakiwa kujua na mara nyingi nasema. Unajua mimi ni mama Karen. Yes. Lakini ninapovifanya ni Juma ndo nafanya nivifanye. Kwa Juma ndo chanzo. Yaani sio chanzo. Lakini ndo mtu ambaye hivi unajua mimi mwanzo kama watu wananifuatilia, mimi mwanzo nilikuwa nafanya hivyo comedy lakini haikuwa kwenye namna hiyo. Yes. Kwa mfano kama vile kwenye The Guy nilikuwa nafanya lakini sikuwa nafanya kwenye namna hii. Yaani nilikuwa naogopa naona sasa mbona kama nitaonekana kama cheesy hivi. Yaani mbona, lakini Juma ananiambia hapo unapohisi kama cheesy ndo kwenyewe. Yaani hiyo fanya hivyo kwa sababu kuna watu hawawezi kufanya kama wewe. Hiyo ndo maana ya talent. Fanya kitu ambacho sio rahisi mtu mwingine kufanya. Kwa hivyo kuna mtu anataka na shoot nafanya kitu ananiambia huyu sio wewe, sijakuzoea hivi bado. Lakini haikuletei changamoto kwa mzee baba. Hapana. Anapenda hivyo. Na ananisupport pia kiukweli. Yaani ana enjoy ninachofanya. Yaani enjoy. Kuna muda pia mwanzoni nilikuwa naogopa naweza nikakaa na mwadisi. Yaani nikifanya hivi sweet nikifanya hivi sweet onekanaje sweet. Ananiambia hivyo ndo natakiwa. Yaani fanya hivyo push nenda. Fanya kwa hiyo. Okay. Hapa tunabidi tujifunze kitu pia wazee wa kazi ambao tuna wapenzi wetu ambao wanafanya vitu kama Mama Karen. Tuamini kwamba hiyo ni kazi tu kama kazi nyingine. Kwa sababu huwezi jua leo namkataza kama sasa hivi anapiga madeals mbalimbali, anawezekana amsupport kwa namna moja mchizi ambaye yupo naye. Angemkataza sasa hivi sangekuwa tu amekaa na shikatama kama shemeji hapo alivyoshikatama pembeni. Alisema sasa nataka uniambie sasa hivi mahusiano mengi yanakuwa yanavunjika, hayafiki katika ndoa. So wewe pia ni mdali, inawezeka pia unakaribia katika ndoa. Ama inawezeka kuna mahusiano pia nyuma alivunjika. Unafikiri ni kitu gani ambacho kinasababisha mahusiano mengi kuvunjika kabla ya ndoa? Yaani hawafiki katika ndoa, yaani wanaisha katika uchumba. Sijajua. Lakini naamini kwa sababu sio mtu sahihi. Mtu sahihi hajafika. Kwa mtu sahihi akifika, mahusiano yatakuwa tu yataendelea. Ukiona huko na mtu mahusiano yanavunjika, ujue sio sahihi. Yaani wewe sio riski yako. Hata kama ukipotea haiwezi kuwa. Kwa hiyo akishafika mtu sahihi, itafika ndoa. Kwa watu ambao wanaachana sio mtu sahihi sababu sio riski yako. Mimi nadhani mimi sijui kwa namna nyingine pia huwezi jua the way ambavyo watu wanaishi. Unajua ukishafika kwenye swala la mahusiano ni jambo kubwa, yaani ni jambo pana. Unaweza kuwa na mtu anaweza alivyokuona mwanzo sivyo ambavyo wewe alikuwa, yaani sivyo ambavyo wewe upo. Kwa anaweza kuja kwa lengo ambalo kwa namna ambayo yeye amekuanzia kichwani. Akija kukuta vitu tofauti anaondoka. Ina maana huyu hakukupenda kweli. Amekuja kwa sababu fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku ikitokea akaja yule wako ambaye umekusudiwa kuwa naye, hato yaani sijui nisemeje jamani, lakini ndio hivyo. Kuna kitu gani ushakifanya cha hatari kisa mapenzi? Mimi? Hadi aibu. Hiyo nataka tuisikie pale watu waisikie. Kwa hiyo Mama Karen ashe kulia, ashe taka kujinyonga. Kujinyonga siwezi kufika. Wewe dunia tamu. Kitu gani sasa cha hatari ukifanya kisa mapenzi? Kwa hiyo hatari ambacho nishaye kufanya kuhusu mapenzi, yaani mimi kuna mchumangu aliniambia anataka kuniacha wewe. Lakini ndio hiyo kama kujiua, ila nilijiegesha, yaani nilijua kabisa hapa nikiruka. Yaani umejeka katikati. Nikiruka hapa siwezi kufa. Nakumbuka akanambia nakupeleka kwenu. Unajua alinioaga wewe, nakupeleka kwenu. Alikuwa? Alikuwa mume wangu. Nakupeleka kwenu, nikamwambia fresh. Kwa wakati amewasha gari hivi tunaondoka, nilikuwa nasubiri kwenye kona hivi, alivyokunja kona tu mimi nikafungua gari nikaruka. Yaani ukafungua mlango ule ukaruka. Nikafungua mlango gari nikaruka. Kwao nilivyoruka vile watu pale full sehemu ambao nilikuwa kuna mabodaboda pale wakaja, wewe vipi? Sasa watu wanatujua yani kwamba huyu Shamila, huyu fulani acha bwana achana nao hao. Kwa hiyo ndio kitu ambacho yani ulikifanya cha hatari. Cha hatari. Japo nilijua nikianguka naweza nikachunika, ila sio kwenye swala la kufa. Wewe unahukumia sana? Unahukumia sana? Sikuumia, ngomba nijiegesha. Niumia tu mkono nini? Alafu silikuwa kwenye kona, najua lazima mwendo napunguza kidogo. Mbona kwa hizo technique zangu. Bana noma sana. Sasa hapa
tuna maswali kama kawaida yetu. Yapo kwenye hizi kadi za Eat and Talk Vibe. Hapa huwezi kuondoka. Yaani unaweza hapo ukaja na njia lakini maswali yakakuondosha tena. Yaani umekuja na njia, ukashiba afu ukaondoka tena na njia kupitia maswali usipoenda sawa. Sasa mimi kwanza nataka nianze. Hapa nitakutajia mikoa mitano. Alafu utanitajia makabila ambayo yapo katika hiyo mikoa. Mambo hiyo mitano. Elimu wapi? Wewe upo Tanzania kitambo umekulia hapa. Twende kazi kama nataka chakula chao nikicheue haya. Amnaweza maswali tu mepesi. Mbona watu wanakuja wanabaruza hapa fresh. Sasa hapa mkoa wa kwanza Songea. Songea Wangoni. Wangoni. Una hakika? Yaani Wangoni, yaani hiyo Songea ni hiyo ni Wangoni. Wangoni, sio? Sumbawanga. Sumbawanga ni Wafipa. Wafipa babu. Wafipa. Una hakika? 100%. Tunaweza tunawaachia tu kwenye comment hapo tutamaliza hii. Sasa kama umezingua utawajibu mwenyewe. Sawa, hapa watatu unasema Tabora. Tabora ni Tabora unajua kabila la mume wangu futi nimesahau. Hapo unaachwa sasa. Kabora, Tabora, Wanyamwezi. Ningekuwa na hela hapo tayari shaila Huo mkoa wa tatu. Mbona unaanza kusema mambo ya hela kati Tabora hujamaliza bado mikoa miwili? Unajua hiyo mingine ni nini? Lindi, mkoa wa Lindi. Lindi huku si ndio huku maeneo Mtwara huko. Lindi ni wapi kwani? Ndio huko barabara sijui ya Mtwara sijui ile sijui ya Nzega sijui Tabora huko Ufipa. Hivi Lindi anatokea nani? Lindi kwa waziri mkuu kwa mstaafu Kassim Majaliwa unajua. Lindi. Kwa Lindi. Lindi. Au tuachie tu kwenye comment. Lindi sio Makonde. Makonde Mtwara. Hiyo hebu nisaidieni kujibu. Oya wanangu, nisaidieni kujibu. Nyingine tunamalizia wa mwisho sasa. Upo vizuri? Twende. Babati. Ile ni mkoa wa Manyara, mkoa wa Manyara. Ni Manyara, Babati wilaya. Manyara. Manyara ndo. Manyara ni Iringa. Iringa au si wananiliu? Manyara, mkoa wa Manyara sijakutajia nimekwambia. Mkoa wa tano. Wamburu? Sijui sasa mimi nimekuuliza wewe. Wamburu bwana. Kama sio basi. Kama sio mtasamea. Hebu tuambie katika comment section kwamba mikoa ambayo nimetaja hapo, nitajie na makabila yake kupitia hapo comment section. Tujue kwamba yupo sawa, mimi sitajibu kama kaida yangu. Sasa hapa swali la pili nasema utaje kirefu cha CEO. Jamani, kirefu cha CEO. Hayo mambo ya elimu jamani. Sio elimu. Mimi sijui bwana. Sio ujui. Sijui. Yaani uko ni kweli. Ujui kabisa. Sijui mimi. Serious? Sijui. CEO Simba Sport Club. CEO ni wewe basi nisaidie kutaja na ujui. Shemeji anakukataa. Ujui? Ajui huyo. Kwanza muache yeye kwani watu na moja yetu na unamwonyesha shemeji. CEO kumbe mngenipanga mapema mama mnanizalilisha. Mimi elimu hapa kichwani mio. Kwa hilo nje. Hilo nje bana. Tuambie katika comment section. Watanisaidia. Watakusaidia fans pale. Sawa, hili linasema ni kitu gani kinaweza kukufuata kila mahali lakini hakikushiki. Sasa hicho sikivuli rafiki yangu. Hebu nipe maswali ambayo yatanichangamsha. Usinipe maswali ambayo unajua hayo mimi nitajibu kila hicho. Mimi don't care. Wewe don't care. Hapa nasema ni bara gani ina nchi nyingi? Jamani. Hilo la mwisho tu limalizie. Bara gani linaongoza kwa nchi nyingi? Ndio hilo? Ndio Afrika. Hilo unakosimamia katika nani yako? Afrika. Upo serious leo? Kweli. Yeye kweli don't care. Hilo bana amewini. Nimepata amepata kivuli, amepata bara Afrika. So leo Mama Karen kwenye mikoa. Kuna mikoa? Au Lindi tu. Lindi ndio nimekosa.
Msinichezee, yani msinichukulie kwa mimi hapa elimu imelala, shauri zenu. Mnaambia kesha CEO ili sizaidike tena siku nyingine. Nitakwambia baadaye. Nataka pale ajui na yeye ajui. Kwa hapa tumekutana wote hatujui. Haiwezekani ndo tuombe majibu yote. Huyu naye ajui. Kwa sisi hapa tumekaa wote hatujui. Hapana, mimi najua. Tupe sisi majibu yatusaidie. Sisi ni hatujui. Sisi kubali kimoja. Sisi ni hatujui akasema, mmemsikia sema? Mimi najua. Kanikataa. Sasa nataka mwambie kijana ambaye sasa hivi anapambana kwa ajili ya maisha yake, baadaye unamwambiaje Azizi? Yaani unamwambiaje kijana ambaye anapambana? Kwa kifupi, aendelee kupambana. Yes. Mungu anaona na Mungu amwachi mpambanaji. Yeah. Kwa tuendelee kupambana, tusichoke. Changamoto zipo, kuna watu ambao wapo kwa ajili ya kukatisha tamaa, na wengine ni watu ambao hata huwezi kuwazania, ni mtu wa karibu yako kabisa. Na kuna wengine hadi ndugu, kwa hiyo unachotakiwa wewe ni kusimamia kwenye mstari wako. Yaani hakikisha mtu akutoe kwenye mstari. Kama utaambiwa kitu, ushauri, sikiliza, ukiona unafaa, weka kwenye mstari wako. Ukiona hufai, toa kwenye mstari wako, endelea na maisha. Bana, ilikuwa ni time nzuri sana leo kupiga story na dada yangu Shamira. Okay, Mama Karen. Nizao mambo mengi huko town, Kila kitu ni hapa tu. Mimi don't care. Mimi don't care. Sister Shamira. Mimi nashukuru kwa muda wako. Sawa. Nataka natugonge ile Hello. Mambe babu. Ilikuwa ni time nzuri sana na mimi designer Snake, lakini nyuma ya kamera bila kumsahau mwanangu D-Boy. Ukitaka picha kali au sio, ukitaka event yako, sio maharusi, unataka upate video za ukumbusho, basi mcheki hapa Instagram kwa ajili ya kupata mapicha makali na mavideo makali. Baada tulikuwa hapa Rafikis, tumeenjoy, tumekula zetu makukukuku, chips. Nenda pale Instagram pia search kama Rafikis, ama nenda TikTok kama Rafikis. Tutakuwa umetisha sana. Hii ni Eat and Talk Vibe. Tukutane siku nyingine. Bye bye. Mshamaliza nile kweli sasa. Hizo kula. Nile kweli ni kuna kula kisista du, yani ninachanganya.